Court. Case number Matendo ya Mitume 5 kifungu 1:5 na subsection 11 cha. Kesi kati ya Bwana Anania Safira pamoja na ndugu mchungaji Petro. Mheshimiwa Jaji, naomba niisomee mahakama yako tukufu hii kesi inayoanza na swali: Is this information able to sustain? Actually, this is pleading over act. Mheshimiwa Jaji, shtaka hili linaanza na upande wa shahidi. Na shahidi wetu wa leo ni ndugu mchungaji Petro wa kanisa la Mizabibu ya Mlima Sayuni Prophetic Ministry. Ana jambo la kutuambia. Mchungaji Petro, karibu. Asante mheshimiwa. Hawa walileta sadaka ya uongo. Mheshimiwa, hawa waliuza shamba. Na maelekezo yalikuwa tumepewa kwamba walete kitu chote kanisani. Maelekezo hayo nilitoa. Lakini wao walificha baadhi ya sehemu. Napenda kuwasilisha mheshimiwa. Mheshimiwa Judge, labda niseme kwamba what is fungu la 10? Tupeleke fungu la 10 kwa Mungu. Mungu ambaye ameumba ulimwengu huu na vitu vyote vilivyopo kwenye ulimwengu huu ni vya kwake. Na kwa nini tumrudishie? Hizi ni sheria ambazo wameweka wachungaji na nani kimkakati tu, ili wapate nani, na bora usupport. Sasa tunafahamu kwamba wenyewe wanakula walipopanda, lakini sasa tuna support. Kwa nini 10%? What 10%? Naweza nikasema kwenye sheria, naweza nikakoti kwamba sometimes regulations hinder need to be broken or ignored. Hii ni mambo ya kimkakati, mkakati ameweka. Wewe mwenendo wa kesi tunauona, ndugu mliohudhuria. Labda tu niseme wazi, kuna vitu vingine mimi ni hakimu hapa lakini siviwezi. Imebidi baba yangu wa mbinguni amalize. Lakini kwa sababu mashtaka yako kwenye Supreme Court of Heaven, tunaendelea tulipoishia. Ndugu mchungaji Petro, tunakushukuru kwa mashtaka na tumekupa haki ya msingi ya kusikilizwa. Umefanya kazi kwa uaminifu. Utavuna ulichopanda, utabarikiwa usipochoka moyo. Lakini pia upande wa washtakiwa ilikuwa ni Anania pamoja na mke wake Safira. Sasa haitakuwa haki ya msingi tusimsikilize mke wake. Ningependa askari haraka sana Safira letu hapa tumalize mchezo. Mheshimiwa Jaji, nimepata taarifa yakinifu hivi sasa kwamba mheshimiwa, hii kesi ina ushahidi. Licha ya kwamba ndo bwana mshtakiwa, ila kuna ushahidi ambao unaelezea juu ya hii kesi. Tupate kuona ushahidi kabla ya kumuita ndugu Safira. Mume wangu Anania. Ndio mke wangu Safira. Mimi nafikiri hakuna haja ya kulipa fungu la 10 hapa. Kwa sababu hii ardhi ni ya urithi. Exactly. Na sisi hapa mababu zetu wameshalipia fungu la 10. Au unaonaje? Uko sahihi. Ndio. Na hatuwezi kuwapelekea. Sisi tunaenda kuwapelekea tu kwa ajili ya kuwasupport utumishi wao. Ndio. Hata tusipopeleka, Mungu mwenyewe hayuko namna hii. Anatuona. Kweli. Mke wangu, na kitu tusimamie hiki ambacho tumekizungumzia. Hakuna kitu kingine. Understand? I understand. Baada ya kuona ushahidi huo, sasa tunatoa haki ya msingi kabisa
ya mshtakiwa kusikilizwa. Baada ya kumsikiliza mumewe, sasa tumsikilize mke wake. Naomba aletwe hapa haraka sana Safira. Safira, je, ni kweli kiwango cha fedha thamani ambayo mliwasilisha kwa mchungaji Petro wa kanisa la Mizabibu ya Mlima Sayuni Ministry kwa Mungu asiyelala wala asiyefunga jicho Christian Center, hicho kiwango cha fedha mlichokiwasilisha kwa mchungaji huyu mwaminifu, je, inalingana kabisa na thamani ya kiwanja chote mlichokiuza? Mheshimiwa Jaji, yaani hapa nilivyokuja hapa, asikwambie mtu, madalali wanasumbua. Kuna madalali, kuna mawinga. Yaani hata huyo aliyenunua hicho kiwanja sijamuona mheshimiwa. Mheshimiwa Jaji, huwezi amini, sijamuona aliyenunua hicho kiwanja. Yaani mambo ni mengi. Kwanza mume wangu si alikuja hapa, aliniambia amekuja. Mbona kama ni viatu vyake hivyo jamani? Mbona sielewi, mume wangu ndo sehemu ya kulala hii jamani? Mheshimiwa Jaji, samahani, mbona sielewi, huyu ni mume wangu. Jamani, mume wangu ndo mwezi wa kulipa kodi huyu jamani. Jamani, ninadaiwa vikoba mimi, nitafanyaje? Mheshimiwa Jaji nisaidie, huyu ndo mume wangu. Jamani, mimi nitafanya nini? Mheshimiwa Jaji. Ndugu Safira, order please. Machozi hayasaidii. Naomba ujielekeze kwenye kesi ya msingi. Nilikuuliza swali hapo mwanzoni, unaanza kusema mambo ya kodi. Nakuuliza kwa mara nyingine tena, kwa sababu this is a contempt of court. Violation of process. Haitakiwi kufanya hivyo. Je, ni kweli kiwango cha fedha mlichokiwasilisha kwa mchungaji Petro wa kanisa la Mizabibu ya Mlima Sayuni Ministry kwa Mungu asiyelala wala kufumba jicho Christian Center, je, kiwango hicho cha fedha mlichokiwasilisha kinafanana na hadhi ya kiwanja mlichokiuza? Mheshimiwa Jaji, ndo hela nimetoka kuweka kwenye akaunti ya mume wangu. Sasa hapa ndo nataka nimuulize kama mume wangu amepokea ile hela. Mheshimiwa Jaji nisaidie basi. Sielewi mimi jamani, sielewi kinachoendelea. Mheshimiwa Jaji nisaidie. Mume wangu. Mheshimiwa Jaji nisaidie. Mheshimiwa Safira, mara ya mwisho naona unatuchezea mahakama ya mbinguni. Unampotezea muda Bwana wa utukufu. Hapana Mheshimiwa Jaji. Naomba jielekeze kwenye swali la msingi ambalo nimeliuliza kabla sijatumia nguvu zingine za ziada. Na Mheshimiwa, sawa Mheshimiwa. Je, ni kweli kiwango cha fedha mlichokiwasilisha waliwasilisha ngapi? Milioni 30 ni viwanja. Okay, milioni 30 fedha ambayo mliwasilisha kwa mchungaji Petro. Panajulikana kwa Mungu asiyelala Ministry. Je, ni yani naomba unielewe kabla tujafanya maamuzi. Kinalingana na hadhi ya kiwanja chote mlichokiuza? Ndio Mheshimiwa.